Asante kwa kuendelea kuitazama Sauti Yetu TV. Kama bado hujasubscribe Sauti Yetu TV, gusa kitufe chenye alama nyekundu kisha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari na matukio mbalimbali. Hii ni Sauti Yetu TV. Hii ni simulizi fupi iliyojaa machozi, vilio na huzuni juu ya maisha ya Zamoyoni Sudi. Kilio, mateso na huzuni vimechukua taswira kubwa katika maisha ya Zamoyoni Sudi. Alikuwa msichana mwenye ndoto kubwa za kusoma sayansi na kuwa mtaalamu wa afya, lakini ghafla ndoto hizo zilivunjika alipougua ugonjwa usiojulikana. Ugonjwa huo ulimnyima uwezo wa kutembea na kusikia, na kwa zaidi ya miaka 4 familia yake imehangaika hospitali hadi hospitali bila majibu ya kitabibu. Kila siku ndoto zake zikififia, ikafungwa na machozi yasiyo na mwisho. Mama yake Amina Mtumbuka amebeba mzigo wa maumivu na mateso ya binti yake. Kila usiku analia. Mimi naitwa Amina. Kwa sasa hivi nipo Dodoma, lakini mwanzo nilikuwa naishi Dar es Salaam. Nilikuwa nafanya tu mihangaiko ya kazi za usafi na biashara ndogo ndogo za kuuza maziwa. Nikuja huku nikajifungulia kibiashara hapo cha mama ntilie, nikawa nafanya. Ghafla tena nikapigiwa simu binti mwanangu ambaye ndo ana shida sasa hivi, mtoto wa mdogo wangu tena amepata matatizo shuleni, hawezi kutembea. Tukamfuate mtoto. Akaenda akachukuliwa, nikaletewa yule mtoto hapa Dodoma. Kumwangalia kweli hali yake ilikuwa sio nzuri sana. Lakini baada ya kuzunguka naye kwenye hospitali vizanati hivi akawa kidogo na afadhali, tukasema arudi shuleni akafanya mitihani, maana ilikuwa ni darasa la mwisho form 4, kwa anamaliza karibia kufanya mitihani, ilikuwa mwezi wa 6. Baada ya kufika Morogoro akashindwa, alishindwa kuendelea. Yaani alipotoka huko, alipofika Morogoro ndo alikaa chini, hakuweza kutembea tena. Hali yake ikawa mbaya. Nilitoka huku Dodoma nikaenda shule, niliitwa shuleni. Tuende tukaandike barua kwa ajili ya kumchukulia, kumwombea ruhusa yani shuleni asiweze kufanya mtihani kwa wakati ule kipindi anaumwa. Tuandike ile barua ifike kwa Wizara ya Elimu huko. Nikafuatilia barua, tukafanikiwa. Walimu walitusaidia pale shuleni. Baadaye nikachukua binti, nikaja naye tena huku Dodoma. Nikahangaika naye hospitalini, na kuambiwa kwamba anatakiwa apelekwe kwenye vipimo Muhimbili. Tukahangaika kutafuta pesa, hali ilikuwa ni mbaya, hatuwezi kwa sababu huku nina huyu binti mjamzito, huku nina huyo binti tena mgonjwa, hawezi kutembea, hawezi kufanya nini, na mimi tena siwezi kufanya biashara yoyote ile. Kwa hiyo nikatoka, tukapata hela kidogo, tulisaidiana tukapata hela kidogo kumpeleka Muhimbili. Maana ilikuwa ni wa kubebwa, hawezi kufanya chochote kile. Yaani hajui yoyote, ni hakika amekaa tu hapo, kunyanyuliwa, kuwekwa huku, kuwekwa kwenye ndoo kujisaidia. Tukapeleka Muhimbili wakafanyia vipimo cha kichwa kwa kuangalia masikio yake ana shida gani, mbona hawezi kusikia. Lakini sisi tulijua kwamba amefanywa vipimo vyote, kumbe ilikuwa ni ya kichwa. Mimi sikufahamu kwa sababu sijui mambo ya hayo. Tukarudi naye, wakatuambia kwamba hatuoni tatizo. Tukarudi naye huku Dodoma. Kawa naendelea naye, mara nimeenda kwenye tiba mimea, wananipa madawa, lakini madawa yale nikawa siwezi kuyamudu, gharama zilikuwa ni nyingi. Unakuta baada ya wiki 2, 300, unarudi tena. Kwa hiyo mwisho wa siku nikashindwa kuendelea na zile gharama. Kuna madaktari tu wa karibu wanatushauri labda sengine mpeni vitamini B, labda itaendelea hivi, itakaa hivi, lakini wapi. Tukienda kwenye mazoezi inashindikana. Binti wakati anapata changamoto alikuwa kidato cha 4, ilikuwa 2021, akiwa na miaka 19. Alikuwa yuko sayansi, na mwenyewe alikuwa anatamani sana kuja kuwa mfamasia mkubwa. Lakini hadi sasa hamna ambacho ameendelea nacho kutokana na hali yake ambayo ameipitia kwa muda huo, kuanzia hapo akiwa form 4 mwezi wa 6 hadi hii 2026. Huyu hali yake sio ya kumwangalia hivi tu kwa macho. Anatakiwa kafanyiwe vipimo, yani vipimo hasa kwa madaktari bingwa.
Kwa hiyo nawashauri mumlete JNL na ni wapi ya Benjamin Mkapa hospitali. Tukasema sasa hapa tunafikaje? Sisi hatuna uwezo tena kuendelea na hivyo vipimo, tunafanyaje? Akasema ndio inabidi mjitahidi, mtafute watu wawasaidie, kama ni serikali, kama ni wananchi, wawasaidie kuweza kupata bima ya afya ya mtoto, lakini pia na pesa ikiwezekana kwa ajili vipimo vingine havihitaji bima ya afya, kwa sababu bima natakiwa katiwe kubwa. Kwa hiyo daktari alishauri kwamba nisaidiwe, nitafute wadhamini. Kwa hiyo mimi peke yangu siwezi. Ndio maana nilikuwa naomba kama ni serikali wataniona hapa saa hizi ninavyoongea, naomba wanisaidie kwa ajili ya mtoto wangu aweze kurudi darasani tena, aweze kupona na aweze kurudi darasani. Sababu ni miaka 5 sasa yuko nyumbani amekaa chini, hawezi kufanya chochote. Mimi mwenyewe pia sina uwezo wa kuweza kupambana naye peke yangu. Yaani hadi leo hii sijui mwanangu ana tatizo gani, kwa sababu bado hajapata vipimo rasmi vile vya kuonyesha kwamba mtoto huyu ana shida gani. Hawezi kufanya kitu chochote, hawezi. Kwa hii hali ambayo yuko nayo mtoto, anahitaji uangalizi mkubwa wa madokta, vipimo vikubwa, sio vipimo hivi vya macho kumwangalia tu hivi huyu anaumwa hiki, hapana. Kwa hiyo bado sijapewa tathmini ya kiasi gani ambacho kinahitajika cha pesa, lakini wao walinishauri kwamba nitafute kwanza bima ya afya kubwa, lakini kama tunaweza kupata mdhamini pia kwa ajili ya matibabu ya mtoto wangu pia nitashukuru, kwa sababu mwenyewe tena nimeshindwa, siwezi. Mtoto anahitaji matibabu, mtoto anahitaji kurudi shule, vyote hivyo mimi siwezi kwa sasa. Nilikuwa naomba Watanzania wenzangu pia wanisaidie, serikali pia inisaidie kupitia hili la mtoto wangu. Kuna watu wanajiuliza labda binti alikatisha masomo akiwa kidato cha ngapi? Cha 4 mwezi wa 6 2021. Kwa hivyo mtihani wake wa mwisho hakufanya, alikuwa yuko science, hakufanya mtihani. Ndio. Ana changamoto ya usikivu. Mnaweza vipi kuwasiliana naye? Mimi kama mimi mama, mara nyingi ananiangalia mdomoni nikiwa naongea, anahisi mama anaongea kitu gani, ananijibu. Akishindwa ananitumia message, au mimi nikiwa nahitaji labda kuna kitu nimuulize huwa namtumia message, ndio tunajibishana kwa hivyo. Lakini hivi hamna ambacho naambulia. Kilio chake ni kilio cha mama na kilio cha familia isiyo na suluhisho. Kwa uchungu na majonzi, mama wa binti huyo anaomba msaada kwa serikali na umma na Watanzania kumsaidia binti yake. Hii ni simulizi fupi kutoka Sauti Yetu Online TV kama ilivyoandaliwa na mwandishi wetu Musa Ramadhan. Mimi ni Idi Mashaka Abdallah.